church. Wewe ni mhubiri katika kanisa But lako. God wants you even in your ministry. Mungu anataka katika huduma yako. That ministry will excel in everything. Ya kwamba katika huduma yako Whatever the plans that you do in that church, mipango yote unayoifanya, whatever the things that you do in that church, vitu vyote unavyofanya, God wants you to do excel on it. Mungu anataka unawiri. Any plans that you bring in a church, Kila mpango unaoleta kanisani, God wants to see success in. Mungu anataka kuona mafanikio. You are here and your family is struggling. Uko mahali hapa na familia yako, You are here, your life is full of struggling. uko hapa na maisha yako yamejaa But baraka. God tonight wants you to excel Mungu anataka wewe in unawiri everything in your life. katika mambo yote katika maisha Your yako. marriage will excel tonight. Ndoa yako inanawiri usiku wa leo, Because that is the will of kwa God. sababu hayo ni mapenzi ya In Mungu. the name of Jesus Christ. Katika jina kuu la Yesu. We are not the failure of this Christ. This world. Sisi sio watu wa kufeli wa nchi hii. We are not the failure of the world. Sisi sio watu wa kufeli wa dunia But hii. to excel in everything. Lakini sisi ni watu wa Because that is the will of our kwa Father. sababu hayo ni mafanikio ya Mungu Baba. Praise the name of Jesus. Amen. That we may excel in everything. Ya kwamba tukaweze kunawiri katika Psalms kila jambo. 119, Zaburi ya 119. verse number 96. Ule mstari wa 99. Psalms 119. Zaburi ya 109. To all perfection I see limit, but your commands are boundless. There's some limitation in your life. Katika maisha yako You might face some limitations. unaweza ukakutana na vizuizi. Maybe even where you come from, Hata kule mahali there unakotoka are some limitations. kuna vizuizi, And those of you who are here today, na wengine wetu mko I hapa. want you to remind the thing of this year today. Nataka nikukumbushe It was a year of trusting the mountains. kuwa ni mwaka wa kupura milima. Mountains can be a limit in your life. Milima inaweza kuwa vile There's vizuizi. some big mountains that you may face in life. Unaweza kunayo maishani But those are the limits. ukuti. But tonight, God wants you to excel on it. Lakini usiku wa leo Mungu You anataka must not see those mountains. usione hizo milima, Because there is power that God has entrusted in kwa you. sababu kuna nguvu Mungu ameweza kukuwekea ndani For yako you to excel in everything. ili ukaweze kufaulu To katika kila all jambo. perfection I see limit. To all perfection Katika mambo yote matunda wasioni mapungufu. I see limits. Sioni vizuizi. But your commands are boundless. Lakini amri zako And boundless. hazina mipaka. Bwana asifiwe. Amen. The commands of the Lord Amri zake Mwenyezi Mungu are boundless. hazina mipaka. There are some boundaries in your life. Kuna mipaka katika maisha You yako. might face some boundaries. Unaweza kukutana na Even mipaka in your family where you come from. hata mahali unakotoka. Some of them they said that you cannot pass this limit. Wengine wapo walisema hautafanikiwa. They put some limits in your life. Waliweza wakakuwekea vizuizi katika They put maisha some yako. boundaries in your life. Waliweza kukuwekea mipaka maisha They yako. put some boundaries in your families. Waliweka mipaka katika familia yenu. Even in your children there is some boundaries. Hata katika watoto wako kuna mipaka. But by the commands of the Lord tonight, Lakini kutokana na amri ya Mungu it is boundless in the name of Jesus. hakuna mipaka katika jina la And we Yesu. are about to go forward. Lakini tuko tayari kusonga mbele. We are about to go forth. Tuko tayari kwenda And break those boundaries in our lives. kuondoa hizo mipaka. Because God wants us to excel in everything. Kwa sababu Mungu anataka tunawiri katika kila In the jambo. name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Philippians chapter number 4, Wafilipi mlango wa 4 verse number 8 and 9. mstari wa 8 na 9. Bwana asifiwe. Amen. Philippians chapter number 4, Wafilipi mlango wa 8 wa 4 samahani. verse number 8 and 9. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is light, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think upon such a thing. 9. Whatever you have learned or received or heard from me, I see in me, put it in practice, and the God of our peace will be with you. Bwana asifiwe. Amen.
So in everything that we do in our lives, Katika kila kitu tunachokifanya maishani, according to Philippians, kutokana na vile the wapili, Bible says it is God Biblia inasema ni Mungu who will make everything to work for good. ambaye atafanya mambo yake yafanyike kwa It wema. is God Ni Mungu, who will make everything to work for us. ni mambo ndiye atakayefanya mambo yafanyike kwa We wema. might lead to a point whereby Tunaweza kufika kiwango mambo, we can turn to our men. tunaweza kuwageukia wanadamu, We can face to our even the witchcrafts. tunaweza kuwakimbilia We wachawi, can go to the sorcerers tunaweza kuwakimbilia and watu find some things to excel in life. ili tukaweza kupata But vita. the Bible says in Philippians Lakini Biblia inasema that it is God who will make us to excel. ni Mungu atakufanya It ufaulu, is not a man. sio mwanadamu, It is not from man. sio kwa wanadamu, It's not the diviners, sio kwa wale but wanaotoa, it is from the Lord. lakini ni kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. And tonight we are excelling in everything. Na usiku wa leo tunanawiri katika In kila the jambo. name of Jesus Christ. Amen. Number two, Jambo la pili, the area that God wants us to excel sehemu ambayo Mungu anataka is unawiri the area that we call excelling in faith. ni mahali ambapo tunapaita kunawiri katika imani. Excelling in faith. Kunawiri katika imani. Faith is what we believe on. Imani ni yale mambo tunayoyaamini. We can have faith in our lives. Tunaweza kuwa na imani maishani, And that faith will make us to enter things, to do things na imani yetu inatuwezesha kufanya mambo that are possible in our lives. ambayo yanawezekana katika maisha yetu. Second Peter chapter number 1, Petro wa pili mlango wa kwanza, verse number 5. ule mstari wa 9 wa 5. For this reason, make every effort to add your faith goodness, and to goodness knowledge. Bwana asifiwe. Amen. That in all reasons, Na katika kila mambo yote make every effort fanya bidii to add your faith goodness kuonyesha imani yako kwa nzuri and the goodness knowledge. na imani na mawazo ama ile hekima iliyo nzuri. Brethren, we need faith in our lives. Wapendwa, tunahitaji imani maishani For mwetu it to excel to another level, ili tukaweze kunawiri we katika need the faith of God. tunahitaji amani ya Mungu, And you need to excel in that area. na unahitaji kunawiri katika sehemu In hii the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Matthew Kristo. 21:21. Mathayo mstari wa The Bible says Biblia inasema that Jesus said to the disciples Yesu akawaambia wanafunzi wake, that if you have a faith as a mustard seed, the Bible says, Jesus replied, I tell you the truth, if you have faith and do not doubt, not only you can do what was done to the fig tree, but also you can also say to these mountains, go, throw yourself into the sea, and it will be done. Bwana asifiwe. Amen. Jesus told the disciples, Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake, these are the words of Jesus, haya ni maneno yake Kristo, telling the disciples akawaambia wanafunzi wake that if you have faith, ya kwamba ikiwa mtakuwa na imani, your faith can be as a little as a mustard seed. imani yako inaweza kuwa ndogo kama But that faith, if you exercise it, lakini ukiifanyia kazi you can speak to the mountains. unaweza ukazungumzia milima. Whether there are mountains in our lives, Wapendwa, kuna milima maishani we mwetu, cannot face it without faith. hatuwezi tukaikumbana nayo bila We imani, cannot face every mountain in our life hatuwezi tukakumbana na milima katika maisha yetu without the faith of God. ikiwa hatuna imani yake So Mungu. we need the faith in our lives Wapendwa, tunahitaji imani maishani for mwetu us to excel in other levels, ili tunawiri katika kiwango for kingine, us to excel in the Lord. ili kunawiri katika Bwana. We need the faith of the Lord. Nahitaji imani yake Bwana. That is why God was saying Ina ndio maana Bwana alikuwa that anasema you can speak to the mountains. unaweza ukaendelea milima. You are here and there are some mountains in your life. Uko mahali hapa na kuna milima maisha. You are here and there are some storms in your life. Uko hapa na kuna mawimbi katika maisha yako. You need the faith of God. Unahitaji imani ya Mungu, Because I see even Jesus himself, kwa sababu namuona hata Yesu when mwenyewe he was with his disciples, wakati alikuwa na wanafunzi and wake the storm became na kukawa na mawimbi in their
Ukiwa na imani unaweza kuendelea The mbele. storm that you are facing in life. Ile milima unakumbana You nayo. are here, you are looking for a job. Uko mahali hapo unatafuta kazi. You are here, you want to open a business. Uko mahali hapo unataka kufungua You biashara. are here, you want to excel in ministry. Uko hapo unataka kufanikiwa katika You huduma. are here, you want to excel in whatever you do in life. Uko hapo unataka kufanikiwa katika You need the faith of God. unahitaji imani ya Mungu. You need the faith of God. Unahitaji imani ya Mungu. That is what will make us to excel. Hicho ndicho kitakufanya tufaulu. Because without faith, Kwa sababu bila imani we are dead. sisi tumekufa. Without faith, Kwa sababu bila imani we will give up in life. sisi hatuwezi. Faith is to hope. To have faith is to believe the thing that you don't see. Imani ni kuamini katika mambo ambayo hauyaoni. And sometimes we are being promised that you shall become rich. Na wakati mwingine unapewa ahadi ya kwamba But if utatajirika. you don't have that faith, Lakini kama hauna hiyo imani, you will give up in life. unaweza kukata tamaa You will maishani. say there is no God. Utasema hakuna Mungu. But if you have faith, Lakini ukiwa na you imani, will continue trusting on Him. utaendelea kumtumainia Because Mungu. that faith will sustain you. Kwa sababu imani itakuwezesha Forward to every mountains. kuendelea mbele kukumbana na kile In the kilima. name of Jesus Christ. Katika jina kuu la Yesu Two Kristo. things about faith. Mambo mawili kuhusu imani. If the faith, never underestimate your faith. Usiwahi kuidhalilisha imani yako. Never underestimate your faith. Usiwahi kuidhalilisha imani It yako. can be as little as it is. Inaweza kuwa ndogo jinsi But ilivyo. that faith, if you can faith it in the Lord, Lakini imani hiyo ukiwekea kazi, that faith will do greater things. imani hiyo itafanya mambo makubwa. That faith will begin to produce greater things. Imani hiyo itaanza kuzaa mambo In mengi your life, in the name of Jesus. katika maisha yako katika jina la Yesu. Thessalonians. Wathesalonike wa pili Verse number 1 and 11. ule mstari wa kwanza na wa 11, mlango wa kwanza mstari wa 11. With this in mind, Katika haya akili yenu we constantly pray for you. tunawaombea kila mara Our God may count you worthy of His calling, ya kwamba Mungu akaweza kuwaona wadhamana katika wito wenu, and that by His power na kupitia kwa nguvu zake He might fulfill every good purpose of your life, or of yours. akaweze kutimiza kila mpango nzuri katika maisha imani yenu, And every act opened by your faith. na kila jambo ambalo liweza kufanywa kutokana na imani yenu. Romans chapter number 4:21. Warumi mlango wa 4 mstari wa 11 au 21. Romans chapter number 4 verse 21. Warumi mlango wa 4 mstari wa 21. Being fully persuaded that God has power to do what He has promised. Mkaweze kushawishika kikamilifu ya kwamba Mungu ana nguvu kutimiza aliyoyaahidi. Being fully persuaded that God has power to do what He has promised. Mkaweze kushawishika kiukamilifu ya kwamba When God has promised tonight, ya kwamba Mungu ameahidi usiku wa that leo He wants you to excel in that faith. ya kwamba unataka unawiri So katika this is what we are doing. hii ndio tunayoifanya, That we being fully persuaded ya kwamba tunaweza that God has power ya kwamba Mungu anazo nguvu to do what He has promised. kufanya kile alichokiahidi. You can see yourself as a failure. Unaweza kujiona kama mtu ambaye Never underestimate the faith in you. lakini usiweze kuidhalilisha Because that imani, faith is what God will use it. kwa sababu hiyo imani ndio Mungu ataitumia, Because He has power kwa sababu anazo nguvu to do what He has promised in your kufanya life. kile kitu ambacho ameahidi maishani mwako, In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. Second thing about faith, Kitu cha pili kuhusu imani, never doubt your faith. usiwahi kuionea shauku imani Never yako. doubt your faith. Usiwahi kuionea shauku imani yako. When you doubt your faith, Wakati unaionea shauku imani you yako, cannot excel. hauwezi ukanawiri. In the kingdom of God, Tuko katika ufalme wa Mungu. for us to excel in the faith, Ili tunawiri katika we imani, need to have one mind. lazima tuwe na imani It's moja, not about double-minded. sio kuwa na mawazo mara mbili, Because God is in us. kwa sababu Mungu yuko ndani And yetu, He's the one who will perfect our faith. na ni yeye ndiye ataweza kuinamisha imani yetu, In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of Jesus. Amen. Are we together? Bwana asifiwe. Amen.
That thing that God wants us to excel in. Jambo la tatu ambalo Mungu anataka tunawiri ndani yake. God wants to excel in speech. Mungu anataka unawiri katika usemi. God wants you to excel in speech. Mungu anataka unawiri katika usemi. That's right. Matthew chapter number 12. Mathayo mlango wa 12. 35 and 37. 35 hadi 37. God wants us to excel in speech. Mungu anataka tunawiri katika usemi. The good man brings good things out of the good store up in him, and the evil man brings evil things out of evil store up in him. Give me the King James version, please, or amplified. A good man out of a good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. Tusomee kwa Kiswahili. Kiswahili. Mathayo 12:36 nasema, basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu. Begin from 35 and 27. Matthew 12:35, yes. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. 37. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Amen. Amen. By your words, kutokana na maneno yako you will be justified, utaweza kudhibitishwa, and by your words, na kwa maneno yako you will be condemned. utaweza kuhukumiwa. Brethren, we need to be careful on what we speak. Wapendwa, yafaa tuwe makini na yale We need to be careful on what we speak in our tongues. yafaa tuwe makini na yale tunayoyatoa, Because from the good heart, ya kwamba kutokana na roho we speak good things. tunanena mambo yaliyo mema, From the evil hearts, na kutokana na nafsi we speak evil things. tunatoa mambo mabaya. How is your heart look like? Nafsi yako inakaa namna gani? We need to speak good things in our lives. Yafaa tuongee mambo mazuri katika maisha We yetu. need to speak good things in our lives. Yafaa tuongee mambo mazuri katika maisha yetu. Proverbs number 18:21. Proverbs 18:21. Methali 18:21. The Bible says Biblia inasema that death and life lies in the tongue. Death and life lies in the tongue. kifo na uhai iko ndani ya ulimi. What does it feel? Amen. Death and life are in the power of the tongue. Kifo ama uhai inapatikana katika nguvu za ulimi wako. And those who love it will eat its fruits. Na watu walionazo watakula matunda yake. Death and life. Kifo na uhai. Death and life. Kifo na uhai. Your tongue has death. Ulimi wako uko na kifo. And your tongue has life. Na ulimi wako umebeba uhai. Brethren, if you want to excel in the Lord, Wapendwa, ukitaka kufaulu it katika is Bwana, better you begin to speak life in your life. ni vizuri uanze kunena uhai It's maishani mwako. better to begin to speak good things in your life. Ni vizuri uanze kunena maneno Because you mazuri. carry life of God. Kwa sababu ya maneno haya ya Because you Mungu. carry life in your life. Kwa sababu umebeba uhai maishani mwako. Your tongue has power to do things. Ulimi wako uko na nguvu ya kufanya That is mambo. why God has given us power Na ndio maana Mungu ametupa nguvu to create things. kutenda mambo. And from this verse, Na kutokana na haya hii it is derived from the book of Genesis, inatoka katika kitabu cha Mwanzo, whereby Jesus was speaking just once. ya kwamba Mungu Yesu That let there be, na akasema na and kuwe it became. na kukawa. Praise the name of Jesus. Amen. So if we want to speak good things in our lives, Ikiwa tutaka tunene mambo it mazuri, is better we begin to create things in our lives. lazima tuanze kunena mambo maishani It mwetu. is better to begin declaring things in our lives Lazima tuanze kutana mambo for us to excel in the name of Jesus. ili tukaweza kunawiri There are katika some words that were spoken in your life. kuna mambo umenena maishani mwako. There are some words where your parents spoke in your
Unaweza kuiga kwa sababu kuna mambo Because there's some words that were being released in your life. sababu kuna mambo yaliachiliwa And that things have not been coming in your life. na mambo hayajakuwa yakikuja maishani. Today, some of us, we are going to our place of calling now. Wengine wetu tunaelekea katika sehemu za In the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu. we are moving to our place of calling. Tunaelekea sehemu ya mwito wetu Because we want to speak like in Easter. kwa sababu nataka tunene Our ministry will not die. huduma zetu hazitakufa In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Excelling in the speech. Kufaulu kama kunawiri katika usemi. James chapter 1 verse 9. James 1:9. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 9. Brother, we need to be slow on what we speak. Wapendwa, lazima tuwe watu waliona hali ya umakinifu katika kile ambacho tunakinu. James 1:19. Sorry, 1:19. James 1:19. Yakobo. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to word. Bwana asifiwe. Amen. We need to be slow to speak. Lazima tuwe wapole katika kunena. There are some things that you may speak in life today. Kuna mambo unaweza kunena maishani mwako. There is a way you can speak today, Kuna vile unaweza kunena and usiku. it will affect you forever. Inaweza kuathiri maisha yako. There is a way you might be speaking in your life today, Kuna mambo unaweza kunena and maisha it will yako. affect you forever. Na inaweza kuathiri Let's kabisa. be slow to speak. Wapendwa, uwe mpole katika It is kunena. good to listen, Ni vizuri kusikiliza, but be slow to speak. lakini uwe makinifu sana Because kunena. what you speak matters. Kwa sababu kile unachokinena kiko na What maana. you speak matters in your life. Kile unachokinena kina maana In maisha the yako. name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Ephesians number 4. Ephesians 4:29. Waefeso mlango wa 4 mstari wa 29. Ephesians 4:29. Don't use fool or abuseful language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. Bwana asifiwe. Amen. Don't be fool or abuseful language. Don't use fool or abusive language. Usitumie maneno ambayo ni ya kikejeli. Let everything you say be good Wacha kila neno unalolisema liwe nzuri and helpful. na liwe la kusaidia. Let everything that you speak from your mouth, Wacha kila kitu unachokinena kutoka kwa mdomo. whatever your neighbor may hear from you, Kile kitu ambacho jirani atalisikia kutoka kwa. it will determine that you are a saved Christian or a lost one. Utaamua kama wewe ni Mkristo wa kweli ama wewe ni Mkristo wa kupinga. Because where we are living today, Kwa sababu mahali ambapo tunaishi leo, where you are living in your that place that you are living, katika ile sehemu ambayo unaishi, in the apartment that you are in, kama kuna nyumba ama kuna sehemu ambayo uko unaishi, neighbors want to hear what we speak. Neighbors want to hear what we speak. majirani wanataka kusikia yale ambayo unanena. Neighbors want to hear your testimony. Majirani wanataka kusikia ushuhuda So wako. let everything that you say be good Wacha kila neno unalolisema liwe and nzuri helpful, na liwe la kusaidia, so that your word will be an encouragement. kwa sababu ili likaweze kuwatia nguvu. Brethren, let's bring encouragement to others. Wacha tukaweze tukawatia nguvu In wengine the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Another thing that God wants us to excel in, Jambo lingine ambalo Mungu anataka tukaweze kunawiri very important in our lives, katika maisha yetu, very important in our na lives, ni muhimu sana katika maisha yetu, it is the area of wisdom and knowledge. ni sehemu ya hekima na maarifa. Brethren, without wisdom, Wapendwa, bila haya mambo you are doomed. wewe umeisha. Without the knowledge of God, Bila hekima yake Mwenyezi Mungu you are doomed. wewe hauna maisha. You might have the knowledge of the schools where you learn from, Unaweza kuwa na maarifa ya but shule you nzuri, need the knowledge of God. lakini unahitaji hekima na maarifa yake Mwenyezi In Mungu the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Second Chronicles
Second Chronicles chapter number 1. Aha. Second Chronicles 1 verse 1 to 12. But we just want to read Second Chronicles chapter number 1, 7 to 12. 7. Mambo ya Nyakati ya Pili mstari wa kwanza 7. The Bible says that night God appeared to Solomon and said, "What do you want? Ask and I will give it to you." Solomon replied to God, "You showed faithful love to David my father, and now you have made me king in this place. Oh Lord God, please continue to keep your promise to David my father, for you have made me king over people as numerous as dust of the earth. Give me the wisdom and knowledge to lead them properly, for who could possibly govern these great people of yours." 11. God said to Solomon, because your greater desire is to help your people, and you did not ask for wealthy, riches, fame, or even the death of your enemy or long life, but rather you asked for the wisdom and knowledge to properly govern my people. I will certainly give you the wisdom and knowledge you requested, but I will also give you wealth, riches, and fame, such as no other king